mtaumizwa mkikaa humo katikati. Wafungulieni wapite. Wa kwanza huyo hapo, na mwingine yule pale ameinua kifaa chake cha kumsaidia, mfungulieni. Na huyo hapo mfungulieni apite. Wafungulieni, watafutieni sehemu hapo wakae, tawasikilizia hapa. Cheki. Mfungulieni na yeye. Mfungulieni na mwingine. Haya, sasa tumsikilize yule ambaye mlishampa mic. Ongea wakati hao wanafunguliwa waje. Ongea. Mheshimiwa Waziri, mimi ni Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni mama mwenye watoto 4. Nina huyu mtoto niliomshika hapa, nimeishi na mwanaume miaka 14, lakini tumeachana. Chanzo cha kuniacha, anasema mimi nazaa watoto wa kike tu. Alivyoniacha, ameniacha na huyu mtoto, na nimejifungua kwa operation, ameniacha na miezi 2. Akasema mimi nazaa watoto wa kike. Akaenda kwa mwanamke mwingine. Mimi nikaondoka, nikaenda kuishi maisha yangu ya single, nikaenda kupangisha kasingo, kaa naishi na wale watoto 4. Mheshimiwa Waziri Mkuu, cha kushangaza wale watoto aliwakataa, lakini cha ajabu alikuja nyumbani kikatili na kuninyang'anya mtoto wa miaka 7, ambaye huyo mtoto mwaka wao alikuwa ingia darasa la 2. Kuanzia tarehe 13 nikaanza kufuatilia kuhusu huyu mtoto, nikaomba msaada kwenye vyombo vya sheria. Lakini ule baba yani akawa ni mjeuri. Mara ya mwisho kwenye vyombo vya sheria akaulizwa, uko tayari kuonyesha mzazi mwenzako mtoto aliko? Akasema siko tayari. Akanitumia na message ninayo. Akaniambia nenda hiyo mahakama, nitakayoona mahakama itakaye kuonyesha huyo mtoto, au nione hiyo mahakama itakayekupa haki unayotaka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni mwezi wa 3 unaenda, sijai kumuona mtoto wangu, sijai kuongea naye. Sijajua yule mtoto yuko hai wala amekufa. Na Arusha unavyojua vitendo vya kikatili vya kijinsia vilivyokisiri. Mimi ni mama. Kingine akaondoka, tulivyoachana akaniacha na mkopo wa milioni 1.8. Kwa hiyo mimi unavyoniona na huyu mtoto, sina mtaji, nilipe kodi, niangalia watoto, bado nitembeze matikiti kichwani, nimlipie mwanaume mzima milioni 1.8 niwe napeleka rejesho. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa naomba msaada wako. Nahitaji kumuona mtoto wangu, maana mpaka sasa sijui aliko. Uko wilaya gani? Wilaya hii ya Arusha, niko Murieti. Haya, hebu sogea hapa mbele hapa. Haya, hebu simama hapo. Hapo. Huyo baba anakaa wapi? Morombo. Anakaa wapi? Morombo. Kwa Mrombo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hebu mtafute huyo. Tuma vijana wako wamtafute. Anasema mimi nazaa watoto wa kike, ananyanyasa na kunizia haki kwa sababu mimi ni mnyonge, sina hela. Kila ninakwenda sipati haki. Sina mtaji, watoto wanaumwa, wamelala ndani wako wote, na huyu naye anaumwa. Mimi nikatembeze matikiti nimlipie mwanaume rejesho. Haya, nimekuelewa, nitakulipia hilo rejesho. Yule ni mjinga tu. Isingekuwa mtoto wa kike yeye angezaliwa. Mkuu wa Wilaya, jana nilikuwa Longido, nikakutana na jambo kama hili. Nilielekeza pale Longido, ilikuwepo familia. Mama yule alifiwa na mume wake, ana watoto wa kike, wameenda kuwateka ili wawaozeshe. Nilielekeza wale watafutwe, wakamatwe tangu jana ile. Na nashukuru Mkuu wa Wilaya umenipa taarifa leo asubuhi kwamba mmeshawakamata. Sasa Mkuu wa Wilaya, tuma vijana wako waende kumsaka sasa hivi, wamkamate mpaka huyo mtoto apatikane. Akamatwe, amrejeshe huyo mtoto.
Sasa yeye ameondoka kwa sababu anazaliwa watoto wa kike, amefikisha miaka 7, amemfuata amempeleka wapi? Alafu mambo mengine ya kizamani tu, mambo ya kizamani hayo. Wasingezaliwa watoto wa kike, yeye angezaliwaje? Kili zingine kamasi kabisa. Hebu mtafuteni akamatwe huyo. Hivi vitendo vingine vya kikatili hivi ndio vya kukomesha hivi. Mimi nakosaga maneno ya kistaarabu kwa watu wasio wastaarabu kama hawa. Atafutwe, akamatwe na mrejeshe mtoto huyo. Kama kwa mtu katili kama huyo, kama vyombo vitataka awe na mtoto, liandikishwe, ijulikane ameandikishwa, ijulikane imeandikishwa kwa maandishi. Alafu anamfichaje mtoto mwenzake asijue alipo? Watu wanapenda kujipa haki wao peke yao, mamlaka, haki. Sasa anavyosema ababaishi, mwambie sasa wa kumbabaisha ameshakuja. Na akikataa hao watoto wa kike wasitumie jina lake, waandikishe jina la waziri mkuu.